If you know, you know. If you don't know, it's time to know. Mimi ndo yule wananiita LED screen operator, LED screen master, LED screen engineer, wananiita VJ. Hayo yote ni majina yangu, lakini yote yanaunda moja tu, the guy who makes your event shine through LED screens. Mark my screen, and that's my name. Now you know. Leo nataka nikupe nikupigie story behind ya nini tunachopitia, ili wewe kuona event yako mbele imeshine, kwa sababu wengi huwa hawajui sana behind the scene huwa vitu vinaendaje. Leo nataka ni share na wewe na story kubwa ambayo nataka kushare na wewe ni ufunguzi wa Retro Tour ya Mwanza, ile iliyofanyika Mwanza, ambayo event ilikuwa inaitwa Good Morning Rock City, iliyoandaliwa na The Climax pale Rock City Mall, iliyofanyika tarehe 25 Aprili mwaka huu 2026. So simu iliita mapema sana, simu kutoka Climax kupitia kwa brother wetu mmoja anaitwa Ahmed Ali. Shout out to you bro. Ile simu iliita kwake, then tukakaa mapema sana, tukajua ni nini kinachoenda kufanyika, kuanzia stage design, event set na kila kitu. Mapema sana vilijulikana, mapema sana ilitengenezwa the mockup na stage. Alitengeneza Mbembo Creation, unaweza kaenda Instagram ukamcheki, jamaa fundi sana anajua. The plan ya event yote Ahmed Ali alitengeneza. So there mimi nikakutana tayari kuna mchoro wa screen ambao tayari ushatengenezwa, and also the lights. Ingawa vitu vingi sana unajua kutokea kwenye mchoro huwa vinakuja vinabadilika mbeleni kutokana na nature of the environment na event time, yani factor nyingi sana zinabadilisha setup katika almost kila event. Ni mki mess up kitu kidogo tu ama mka delay kitu kidogo tu, mtajikuta kuna vitu havifanyiki au vitu fulani vinabadilika. So simu ilivyoita tukajipanga mapema, lakini as usual nchi yetu bwana, event watu wengi sana wanaoandaa event wana hii changamoto. Mnaongea mapema, mna arrange mapema na mnakubaliana ku-execute mapema, lakini zinatokea delay ambazo zinasababishwa na factor nyingi ambazo wanakumbana nazo wanaoandaa events kama this time around. Nadhani the Climax kuna factor nyingi amekumbana nazo. Kwa hivyo baada ya sisi kujipanga kote muda wote huo, tukawa sasa tutasubiria when tutaenda kuanza ku-execute project. So wakati tunasubiria hilo swala, tukawa tunaendelea na issue zingine. Nakumbuka nilikuwa nimeenda Serengeti. Sasa wakati natoka Serengeti narudi Arusha, on the way ikaita simu ya pili kuhusiana na hiyo Retro Tour, ufunguzi wake pale Mwanza The Climax. Sasa simu ya pili ilikuwa ndo simu ya ku-execute ambayo ndo tulikuwa tunaisubiria muda wote. Sasa hii simu ilivyoita, iliita tarehe 20 mwezi wa 4. Mind you, event ni tarehe 25. Kwa hiyo 5 days to go. Sasa tukategemea kabisa tarehe 20 kwa ule muda ambao simu imeita, tayari tuko out of time. Na kama umekuja kuiona Retro Tour ile ya Mwanza, jinsi ambavyo stage ilikuwa kubwa, kwa ukubwa ule uliofanyika, and simu inaita tarehe 20, nadhani unaweza kaona kuna pressure kiasi gani ya ku-execute hii project. So by that time simu inaita, nikamwambia brother wangu Ahmed, wait kwanza, tuko Serengeti. Nadhani by that time tuko tuna pass Ngorongoro kuikaribia Arusha. So nikamwambia subiri kwanza tufike Arusha, kwa sababu kulikuwa kuna changamoto ya network kidogo, then tutaongea vizuri. So tarehe 20 tulipofika Arusha,
tukaongea, tukafanya mchakato wa sisi tarehe 21 tuanze safari sasa ya kutoka Arusha kuelekea Mwanza. Na hizi tunaziita TT430 kwa sababu sisi tulikuwa tunatoka Serengeti tunyooshe moja kwa moja kurudi Dar es Salaam, and then ndo tutokee Dar es Salaam tuende safari ya Mwanza. Lakini how pressure it is, ikibidi tuishie Arusha tubadilishe twende Mwanza. So yeah, tukafika Arusha tukafanya hizo organization tarehe 21 jioni. The team tukaanza safari ya kutoka Arusha kuelekea Mwanza. For the meantime tunatakiwa kuorganize kutoka Arusha kwenda Mwanza. Pia tunatakiwa kuorganize vitu vitoke Dar viende Mwanza. Kwa bahati nzuri sana, shout out pia kwa Ahmed Al, mapema sana aliweza kuwahi Mwanza oversee everything na akaangalia time inavyotukataa. Kwa hiyo akafanikisha upatikanaji wa baadhi ya vitu kule na vikaanza kufungwa mapema hiyo around tarehe 20. Ikiwemo stage ile pamoja na zile scaffold, vile vyuma vilivyozunguka ile stage pale vikaanza kufungwa mapema, and then screen na lights vikaanza kutokea Dar. So tuko kwenye basi, na nikisema tupo, it was a team ambayo ndo tunaenda team of engineers ambao tulikuwa tunaenda Mwanza, na kuna engineer wengine pia walikuwa wanatokea Dar, Dodoma, wote tutakao tukutane pale Mwanza kwa ajili ya execute hicho kitu. So on the way tukaa sasa, ndo unajua upo kwenye basi unaenda Mwanza na unatakiwa organize vitu vitoke Dar viende Mwanza. Kwa unapiga, usisahau laptop, unakaa kidogo unakumbuka kuna screwdriver fulani, unapiga tena simu, usisahau pliers Kwa yani moment nzima ya safari ya kutoka Arusha kuelekea Mwanza wakati tuko kwenye basi, yani ilikuwa ni simu tu. Yani engineer unamsikia usisahau spana, huyu mwingine unamsikia bwana usisahau sijui fogo hizo, usisahau sijui hizo beam. Kwa hiyo yani it was crazy man. After tulikuwa tumekaa city za karibu, lakini simu zilikuwa zinaita hivyo yani. So yeah, tarehe 22 asubuhi na mapema tumetimba pale Rock City Mall kuangalia site. Tukakuta stage imefungwa, inakaribia kumalizika. Scaffold walikuwa ndo wanaanza hiyo nikisema scaffold namaanisha vile vyuma vya nyuma, ndo walikuwa wanaanza hiyo tarehe 22. Sasa hapo tuna siku 3, ikiwa ya 3 ndo siku ya tukio tarehe 25. Sasa organization yote iliyofanyika ile tarehe 21 kuamkia tarehe 22 ile kwenye basi, bahati nzuri gari ya kwanza kabisa ya mzigo ambayo ilikuwa iko full ikaondoka Dar tarehe 22. Alafu later on kidogo ikaondoka gari ya pili tena, then later on tena kwa gari zikawa zinaondoka katika series hiyo ile tarehe 22. Sasa so yeah, tukafika oversee site. Baada ya oversee site tarehe 22, kwa bahati nzuri au mbaya, hakuna gari inaofika Mwanza kwa masaa 12. Kwa hiyo tunapiga hesabu za 24 hours hapo, maana yake tutaonana nao tarehe 23 morning. So basi organizations kaendelea. Nakumbuka ile siku ya kwanza tukapumzika tu vizuri sana, tukaamka tarehe 23 tukaja tena site. Tumekuja site now this day mind you, unaweza ukasafirisha vitu kwenye lori, gari ikaharibika njiani. Yaani hizo ni changamoto ambazo waga zipo, ambazo watu wanaofanya events ama wanaoandaa event waga wafikiriagi hivi vitu kuhusiana na time management. Kuna zile changamoto za barabarani. All in all, tukaamka tarehe 23 asubuhi hamna gari yote iliyofika. Kwa so yeah, ile tarehe 23 hakukuwa na gari yoyote iliyoingia Mwanza kwa sababu ambazo mimi mwenyewe zilikuwa ziko nje ya uwezo wangu kwa muda huo, and I don't know yani. At that point I don't know. We all about see
nini kitatokea, lakini ni almost kama tunaelekea kukata tamaa, especially mimi nilikuwa naelekea hiyo level. And then Ahmed akatuita as a whole team tunafanya kitu kinaitwa replanning, yani as long as muda unavyotubana, so tunarudi tena pamoja, tunafanya kitu kinaitwa replanning. Replanning ni kwamba okay, kwa hapa muda tuliokuwa nao tuna uwezo wa kuexecute 1 2 3 4, tutafanya hivi kutokana na huu muda tuliokuwa nao sasa hivi. Kwa sababu mwanzo tulikuwa tuna plan ya siku 5, and then now tuko tarehe 23 hii sasa hivi. So tarehe 23 asubuhi tukakaa kikao tena as a whole team, engineers pamoja na event organizer na designer wetu, tukakaa pale tukaangalia, okay, tuka oversee bado kwamba tuna uwezo wa kuexecute kile kitu ambacho tunataka tunahitaji kudeliver kwa mteja wetu, na kudeliver kwa jamii wa enjoy hiyo show. Ila sasa tunatakiwa kusqueeze, na unajua kazi kishakuwa katika hii pressure, of course lazima kuna vitu vitakuja kuoverlap. Yani kuna vitu ambavyo hamkuwa mmeviplan lakini vina overlap. Kimoja hapo ilibidi tuongeze nguvu kazi nyingine ya ziada ili kuweza kupush ile kazi iende kwa speedi kuliko kawaida. Kwa moja kati ya vitu ambavyo tulikubaliana kwenye kile kikao ile siku ni kwamba gari zitakapokuwa zinakaribia kuingia, tuongeze watu wengi site ili tuweze ku-execute hiyo project. So tukadiscuss na vitu vingi sana kulingana na hiyo time ambavyo ilikuwepo. Basi sawa, tukaanza kupush materials ambazo ziko site ziendelee. By that time mtu wa scaffold akawa anaendelea kufunga scaffold, mtu wa stage alikuwa almost amemaliza. Kwa we pushing stuff hivyo, tukaingia kazini, tukaanza kupush scaffold wamalize, ili kwamba zile gari zinapokuja kuingia tu sisi tuanze haraka kufunga. So kilichotokea, scaffold zikaendelea kufungwa, tukaanza kunyanyua structure ambayo ilitakiwa ibebe screen ya juu. Kuna screen moja juu ilikuwa inafungwa kubwa sana, inakuwa ina slope ambayo inaangalia chini, inaangalia stage, at the same time inaangalia mashabiki, audience kule imekaaje. So tukaanza kuunda hiyo structure. Hiyo structure nakumbuka tulianza kuiunda ile tarehe 23 around mchana saa 8 saa 9 hivi ndio tukaanza kuiunda hiyo structure. Sasa scaffold zinaonekana zikiwa zimeanza kukamilika. Kwa hivyo tukaanza kuunda sasa hiyo structure itakayobeba hiyo screen. Hiyo structure moja ilitakiwa kuzingatia vitu vingi sana. Usalama, kwa sababu inabeba mzigo mkubwa pale juu unaoangalia chini. Usalama wa wale watu watakao kuwa pale chini kwenye stage, usalama wa wale audience ambao wako karibu na lile eneo. Kwa hiyo ilitakiwa kuzingatia vitu vingi sana. Na hii hapa kwa wenzetu wazungu, hii ni professional kabisa ya mtu, inaitwa rigging. Kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya, hizo kozi hapa Tanzania hamna. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye anaweza kaanzisha kozi za rigging, aanzishe. Hiyo ni fursa nyingine nzuri sana ambayo itawezesha vijana kujua namna ya kurig vile vitu. Sasa hivi sisi tunafanya rigging to the level ambayo sometimes we don't believe ourselves. Tunafanya kwa experience, lakini hiyo ni professional kabisa ya mtu. So as the whole team tukafanya rigging ya ile structure, and then tukaanza kuipandisha juu. Ile structure imefika a half of pale ilipokuwa inatakiwa kuwa saa 9 usiku. Sasa angalia changamoto za site zilivyo. Saa 9 usiku tumefika hilo eneo, mtu ambaye alikuwa anafunga zile truss akawa ametukimbia, kaenda kulala, hajaaga. Alafu amechukua, kuna kidumu kidogo chenye bolti na nati za kufungia zile truss, amekiweka kwenye gari lori, alafu amefunga na kufuli, afu kaenda kulala. Kwa hiyo saa 9 usiku hamna kitu tunachoweza kukifanya. Kwa hiyo tukastack, tukajaribu kumtafuta, hapokei simu.